na muendelee kubarikiwa sana, mfanye hivyo hivyo, lakini muongeze zaidi. Sio? Muongeze zaidi. Ile kitu na wasi mnafanya, mnatafuta tu hata 20 minutes ya mazoezi, at least twice a week. Itakuwa mzuri sana na Mungu ataendelea kuwabariki. Wakati huu ni wakati wa testimony. Yeyote ambaye kuna ushuhuda aweze kutia wengine nguvu na kutia nguvu, tuendelee kwa imani. Yeyote ambaye kuna ushuhuda, ni wakati wa ushuhuda. Na tunajua kwamba aliye na mwana akosi ushuhuda. Kuna kitu alikufanyia katika maisha yako. Aliye na mwana akosi ushuhuda. Haleluya. Bwana asifiwe. Nina moyo wa shukrani asubuhi ya leo kwa sababu Mungu amekuwa pamoja nami. Amenitetea, ameniweka na amenipa pumzi na nafsi yake, ndiposa naweza kuongea. Bwana asifiwe. Ushuhuda wangu utaenda katika kitabu cha Ezekieli 37. Bwana asifiwe. Ninasema hivi, tumefika pale. Nilikuwa nangoja tufike pale ndio nianze kusoma. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye ukanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, natia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mifupa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Bwana asifiwe. Mimi lile nilikuwa mifupa mikavu, Bwana akaniambia kwamba utaishi tena. Bwana asifiwe. Nami nikasema ndio, nitaishi. Bwana asifiwe. Maana ilikuwa ya kwamba mimi nitubu, mimi nijisamehe dhambi zangu kwa ubinafsi wangu, mimi niende mbele za Bwana, mimi niseme kwamba unisamehe, naye kumbe alikuwa amesema kwamba utaishi tena. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo nina moyo wa shukrani, maana yeye alikuja akazaliwa, akanisamehe dhambi, akaniweka tena nyama juu ya mifupa, akaniweka nafsi ya uhai, ndiposa naweza kusema ninaishi. Bwana asifiwe. Licha nilikuwa nafanya mambo sarakasi ambayo haiwezi kufaa mbele za Mungu, lakini asubuhi ya leo inasema kwamba utaishi tena. Bwana asifiwe. Nina moyo wa shukrani kwa sababu nimeokoka. Yeye amenifanya kuwa mwenye haki na ninaishi tena kwa sababu nilikuwa mifupa mikavu. Mungu amani akawabariki sana. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Yohana 1:29 inasema kwamba siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama, mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya Thanos. Bwana asifiwe. Dhambi zangu zilichukuliwa mara moja, sababu ukisoma Warumi 6:23 inaniambia kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Ilifaa mimi nife ni kwa ajili ya dhambi zangu,
lakini Mungu akaona ni vyema akamtoa mwana wake wa pekee ambaye ni Yesu Kristo, akaja akanifilia msalabani ni kwa ajili ya dhambi zangu. Ndiposa Biblia inasema ya kwamba siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya Fanos. Mimi nimebarikiwa, mimi naenda mbinguni, mimi sina dhambi. Mungu amani wabariki sana. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Nitasoma kitabu cha Waebrania 10:9 na 10. Ndipo aliposema, tazama nimekuja nifanye mapenzi yako. Ondoa ya kwanza ili kusudi asimamishe la pili. Katika mapenzi hayo nimepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Bwana asifiwe. Hakika niliposoma hii Biblia, wakati nilipata wokovu, nilipata kujua kwamba kwa neno tu kwamba alikuja kuondoa ya kwanza ili vikwazo nilikuwa nazo nikiishi nikilia dhambi, aliziondoa tu mara moja, na akaweka ya pili ambayo haina hukumu tena. Ni ile tu sasa maisha ya kukaa na kungoja ufalme wa mbinguni. Na kwa hiyo neno moja tu niliona kuokoka, na nikakuwa mkamilifu, na nikakuwa mbali na dhambi, na nikakuwa meupe kama theluji jinsi Yesu Kristo alivyo. Bwana asifiwe. Na kwa hiyo neno moja tu ya kusema kwamba alikuja kuondoa ya kwanza, akaniweka huru mimi, nikawa katika hali mpya ambao sasa nafanana na Yesu Kristo, nikingoja kurudi ufalme wa mbinguni. Mbarikiwe sana, niite kwa lingine. And he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of the valley. Mkono wa Bwana wao umekusimamisha wapi? Haleluya. Jiulize ndani yako, mkono umekusimamisha wapi? Then ukishasimama mkono wa Bwana na ukishakusimamisha mahali pema, jiulize, Yesu amekuja kwa niaba yako? Hii yote vifungo zote ambazo tumesoma wenzangu, naona ni kama zinatugusa direct, one on one. Bwana asifiwe. Jiulize, Yesu alikuja kwa ajili ya maisha yako, na alipokuja kwa ajili ya maisha yako wewe ulimkubali? Ndipo kitabu cha Waebrania kinasema ya kwamba kwa imani yote ikafanyika nini? Mungu alisomea Waebrania 11 mlango wa kwanza, mstari wa kwanza. If Biblia yangu mwingine alichukua akasema acha asome, nami nikasema acha asome, bado naendelea kung'ang'ana nipate yangu. Haleluya. Sipendi ya Biblia simu. In the past, 11 verses 1. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Hallelujah. Yaani tunaambiwa kwamba kwa imani tunatarajia yale ambayo hatujayaona. Bwana asifiwe. Ninapoendelea hivyo, natumai siku ya leo Mungu ametubariki na wageni. Kama umemaliza mwezi mmoja utakuja kanisani wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Wageni mkono juu. Salimiana tu kwa hewa. Asante sana. Pale hakuna mgeni. Mwingine hapo hapo. Mungu awabariki sana. Hii ni True Gospel Fellowship Center, mahali kuna neno na ukweli. Karibia sana na
mjiweke tayari kupokea neno la imani, neno la uzima, mjue ya kwamba hili kanisa limebarikiwa katika ulimwengu wote. Ndio maana Mungu anatupenda na kutujalia akatuweka hapa siku ya leo tuweze kuibishana neno. Unaweza karibia tafadhali wageni wakati wewe, sisi hatujui wageni nafasi yao. Naitwa Lance Wangila. Mimi naitwa Teresa. Barikiwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ili tugeni kwa majina ni Tris. Praise God. Praise God again. Kwa majina ni Abigail. Nimeletwa na dada Gladys, lakini tutashiriki pamoja. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Jessica Mbunya Shikanda. Mimi si mgeni, nilikuja na dada Gladys wakati fulani, then nikaenda nyumbani. Nimemaliza nyumbani miaka 2, nimerudi na mgeni, bado tuko pamoja. Praise God. Hallelujah. Praise God. Naitwa Esther Ukiri, natoka Meru. Niko Nairobi kikazi, nashiriki kanisa la Kariakoo. Na leo nimealikwa kwa muda mrefu katika hili kanisa, lakini natumai Mungu ameona leo ndio siku nzuri yangu kufika hapa. Bwana asifiwe. Nimealikwa na David, he is my cousin. Praise God. Nitakuwa natembea mara kadha wa kadha, lakini ninashiriki kanisa la Kariakoo. Bwana asifiwe. Mungu abariki. Na kwa hayo tunamshukuru Mungu, tuendelea. Najua baraka tumepokea na tunahitaji nyingi sana, tuchaguliwe sana, si ndio? Kwaya ni wakati wenu. Kwaya ni wakati wenu. Mungu akubariki sana, kazi unayoendelea kufanya ni nzuri. Alafu tuangalie sisi tumepokea wageni na tutapokea wageni kwa aina moja tu. Kuna wageni ambao walikuja katika ulimwengu, si ndio? Si wala ambao mmetuletea wageni. Si mtaona nani secretary hapo, mpeane majina, wafanyiwe education ama namna gani, si ndio? Watambulizwe kwa mikono ya Mwenyezi Mungu. Kwaya ni wakati wenu, nipo mpili.